Ah, katika pitapita zangu bana, nikapata kukutana na ndugu zangu wanasema kikweli haya maisha haya kufanikiwa ni kazi sana. Kufanikiwa ni kazi sana, hasa kuwa na ndoto alafu kukomaa na kufikia malengo au ndoto ulizojipangia. Kwa hiyo nikaona sasa kuna haja ya kuandika kitu ambacho kinaenda kuwapa at least moyo kwa wapambanaji wote, especially vijana ambao kila mmoja anaamini kabisa ana kesho iliyo bora. Kwenye vichwa vyetu kuna imagination ambayo inaonyesha kwamba kuna kesho iliyo bora. Sasa leo nafundisha kitu kimoja kinasema kesho yetu iko mikononi mwetu. Kesho yetu iko mikononi mwetu. Yes, kila mtu anaamini kwenye kesho muhimu kabisa. Sema watu wengi tunasubiri maisha yetu kubadilika. Ni kweli, kila mtu anawish, tena sio mabadiliko hasi, mabadiliko chanya kila mmoja, na ndio hulka binadamu. Lakini pia tuna matumaini ya mambo mazuri kutokea. Kila mmoja ana hope kwamba yes, kuna mambo mazuri yanakuja, kuna vitu vikubwa vinakuja. Lakini jambo ambalo tunatakiwa kulizingatia na kulijua, mafanikio hayaji kwa kusubiri. Kwamba sio kwamba umekaa unasema nasubiri kwamba mambo yangu yatakuwa mazuri, bali mafanikio huja kwa kuanza hatua hata kama ni ndogo. Na tukumbuke pia sisi ndio wadhibiti wa kesho zetu. Yaani kesho yetu au maisha yetu yapo mikononi mwetu. Sisi ndio wadhibiti. Kama tutahitaji kesho bora, basi tuanze kuchukua hatua leo. Haijalishi hatua unazopiga ni ngapi, au haijalishi hatua unazopiga ni kubwa kiasi gani, lakini cha msingi hakikisha unaanza hata kama ni kwa udogo. Sometimes hatua ndogo zinaweza zikaleta tofauti kubwa sana kwenye maisha yetu. Lakini kama tutaanza kujifunza leo, kwa mfano tu leo utasema unaanza kujifunza kitu fulani, labda sasa tuko kwenye kipindi kwenye teknolojia ya AI, artificial intelligence. Ukasema leo nianze steps ya kwanza kabisa, labda umelipia kozi, unajifunza. Baada ya mwezi mmoja wewe sio mtu ni mtu mwingine kabisa, ni mtu wa tofauti, na hayo mabadiliko yanaweza kukuletea kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo kinachohitajika sio hamasa zaidi. Motivational speaker kamoja unapata unapanda matango, sio unapata milioni 10. Kwenye maisha halisi hivyo vitu havipo. Kwenye maisha halisi kinachohitajika ni nidhamu, kung'ang'ania, consistency, kufanya kitu bila kuchoka, kupambana na changamoto zote zinazotokana na kukubali kulipa gharama zote zinazokutaka ili kufikia hicho kitu unachokitaka. Kwa sababu kila tunachokitaka ndani yake kuna gharama. Kuna gharama ya muda, sometimes jasho, itabidi ubadili tabia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishakubali kulipa zile gharama, basi mambo mengine yanakwenda. Lakini hakuna atakayebadili maisha yetu. Yaani kama usikae ukasema kwamba nina baba sehemu au nina mama sehemu au nina mtu ambaye anakaa na niwaza mimi. Binadamu ni selfish sana. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kubadili maisha yako. Na ndio maana hata watu wanaokufuata hawakufuati wewe, wanafuata ile value, wanafuata ile umuhimu gani, una kitu gani cha thamani ambacho wao watakipata kutoka kwako. Ndio maana tunaambiwa tujitahidi kujiweka watu ambao ni wa kujiongeza thamani, kwa sababu watu wengi wanavutiwa na thamani zile ambazo tunazo na sio vinginevyo. Yes. Kwa hiyo hamna mtu yote atakayebadili maisha yako. Lakini kama tusubiri muda sahihi, the right time is now. Kuna wakati tunasema kwamba hapa bado nasubiri hiki. Jamani, mafanikio hayapatikani kwa kusubiri. Lazima uchukue hatua, kwa sababu muda sahihi ndio sasa. Kuna msemo mmoja na upenda sana, unasema katika maisha ya mwanadamu siku ni moja tu ambayo ni leo. Kwa sababu ukisema jana ni hadithi, kesho ni maono, hakuna anayejua, lakini leo ni zawadi. Kwa hiyo Mungu kampa mwanadamu zawadi pekee ni leo. Kwa hiyo ukiwa unasema kwamba nasubiri kitu fulani, kwa hiyo maana yake unaingia kwenye kesho ambayo hakuna anayejua. Kwa kama unatamani kufanya kitu, unatamani kujifunza, anza leo. Kama unatamani kufanya mazoezi, anza leo. Hivyo tu yani. Lakini pia ninaongea hapa, lakini sio jambo rahisi, kwa sababu
Ninavyosema naweza nikatumia dakika 5 au 10 kuelezea kesho yetu iko mikononi mwetu, lakini jambo la mabadiliko ni mchakato mrefu. Inaweza ikachukua miaka 10, miaka 5, inategemea. Kwa hiyo tusichoke. Kama kweli unaamini kabisa unachokifanya ni kitu ambacho unakipenda, lazima ukipe muda. Ndio maana tunasema si jambo rahisi, kwa sababu kuna wakati tunaumia sana, kuna wakati tunachoka, tunasema hivi, kwa nini mimi naendelea kusuffocate, naendelea kupambana kama hivi? Kwa hiyo tusichoke, tuendelee kupambana, kwa sababu hata tunaowaona, hata tunaotaka kujilinganisha nao, si ndio? Japokuwa ni makosa makubwa kujilinganisha na watu wengine, hawakuanza pale walipo, kuna sehemu walikotokea. Lakini pia hatuhitaji hiki kwa we don't need to be perfect, yani kwamba kila kitu kipo sawa, yani tuko kamili kabisa. Binadamu akizaliwa mpaka anapokufa, kwanza hakuna muda ambao atakamilika kwamba kila kitu kiko sawa, lazima kuna changamoto atakuwa nazo. Kwa hiyo ukisubiri muda sahihi, maana yake wewe huwezi kufanya chochote kwenye huu ulimwengu. Lakini pia ukisubiri uwe perfect, uwe kamili, kila kitu kiwe sawa, basi ujue kabisa huo muda hautopatikana mpaka unakufa. Yes. Kwa hiyo, lakini jambo pekee tunalohitajika kufanya ni kujaribu, trial and error. Unafeli, kufeli sio kuanguka, kufanya makosa sio kuanguka, ni jambo la kawaida. Na makufeli au kufanya makosa kunatufundisha kwamba kuna kitu ambacho unakifanya hakipo sawa, unahitaji kuboresha. Kwa ukiboresha unaendelea mbele, unatoka hatua moja unaenda hatua nyingine. Huwezi kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine bila kufanya makosa, bila kufeli, na hakuna kitu ambacho kinaweza kikawa smooth, yani kimenyooka kama hivi. Haiwezekani kwenye safari ya mafanikio. Kwa leo nilitamani kuja kuzungumza hicho kitu kidogo, kwamba wengi tuna dream, wengi tuna picha kubwa, we have a big picture kwenye akili zetu. Tunaamini kwamba kuna siku mambo yatakuwa vizuri, kuna siku mambo yatakuwa hivi, lakini kitu pekee kinachotofautisha mawazo na uhalisia ni kufanya. Kwa hiyo tuendelee kuwekeza kwenye kufanya, lakini pia tusisahau kuwa na nidhamu, kwa sababu kwenye safari ya mafanikio kuna changamoto nyingi sana 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 sana. Kwa hiyo lazima ukubali kulipa gharama ya changamoto zote, gharama ya maumivu yote, ili kufikia malengo yako. Ni mimi Mwalimu Razak Muba, na hii ni Wazo Chanya. Naomba mlichukue na mjifunze. Mungu awabariki wote. Asanteni.